Umewahi kumuumiza mtu, ukimwangalia usoni unaona yuko sawa kabisa. Hakulalamika, hakubadilika, hakukuuliza kwa nini. Akaendelea kuishi kama hakuna kilichotokea. Ukajua moja kwa moja kuwa huyu huwa hajali. Lakini ukweli ni kwamba kuna watu huwa hawaongei wanapoumia. Hawavunji vitu, hawalalamiki, hawapandishi hasira. Wanavuta pumzi, wanatulia na wanakaa na maumivu yao ndani kwa ndani. Swali ni je, wanakuwa na nguvu au wanajimaliza taratibu? Leo tunachambua saikolojia ya mtu anayejifanya haumii. Lakini ukweli ni kwamba kuna mengi ambayo wengi huwa hawayaoni. Na mwisho wa video hii utaelewa kitu kimoja cha msingi sana. Sio kila mtu aliyeko kimya ni mpole, na sio kila mtu anayevunga hana hisia. Jambo la kwanza ni kuwa amejifunza kuonyesha hisia zake mbele za watu ni udhaifu. Watu wengi wanaokaa kimya hata wakiumizwa hawakuzaliwa hivyo, walijifunza. Huenda walikulia kwenye mazingira ambayo kulia kulionekana ni kama udhaifu, kuonyesha maumivu kulionekana ni kama fedheha. Au waliambiwa mara nyingi, ukiwa mwanaume acha kulialia, vumilia. Kisaikolojia hii inaitwa emotional suppression conditioning. Mtu anajenga imani kwamba kuonyesha hisia kunamfanya apoteze heshima au thamani. Kwa hiyo badala ya kuonyesha kuumia, anajifunza kuficha. Sio kwa sababu haumii, bali ni kwa sababu alijifunza kwamba maumivu hanalindwa kwa kutoyaonesha. Jambo la pili, anaogopa kuonekana dhaifu. Katika mahusiano au jamii, watu wengi wanaamini kuwa anayeonyesha kuumia ndiye aliyepoteza pambano. Kwa hiyo mtu anayejifanya haumii mara nyingi analinda taswira yake. Anataka aonekane imara. Anataka aonekane jambo hilo halikumuumiza. Hii ni defense mechanism ya kisaikolojia, ego protection. Lakini hapa kuna ukweli mgumu ambao wengi mnapaswa kujua. Kuonekana imara nje hakumaanishi ndani hakuna msukosuko. Wakati mwingine ndani kunaweza kuwa na mazungumzo mazito kuliko unavyoweza kufikiria. Jambo la tatu, ana emotional control kali. Sio kila anayevunga hana jeraha. Wengine wana kiwango cha juu cha self-regulation. Anaweza kuumia lakini anaamua kuto-react. Anafahamu kuwa reaction ya haraka inaweza kuharibu zaidi. Hii ni tofauti kati ya suppression na regulation. Suppression ni kuzuia hisia bila kuzichakata. Regulation ni kuzihisi, kuzitambua, kisha kuchagua jinsi ya kujibu. Watu wengi wanachanganya haya mawili. Jambo la nne, anaweka tahadhari kabla. Ukishaumizwa mara kadhaa, akili huwa inajifunza kujilinda automatically. Mtu anaanza kuweka tahadhari ya kihisia. Anapunguza matarajio, anapunguza utegemezi wa kihisia. Anaanza kuwa na umbali. Sio kwamba hajali, bali anaogopa kuwekeza hisia mahali ambapo zinaweza kuumizwa tena. Tatizo ni kwamba ukuta huo humlinda dhidi ya maumivu, lakini pia humzuia kupokea furaha kamili. Jambo la tano, anahifadhi kila kitu ndani ya moyo wake. Hii ndiyo sehemu hatari zaidi. Mtu anayejifanya haumii mara nyingi huwa hana sehemu salama ya kutoa hisia za machungu yake. Hakuna anayemwona akiwa dhaifu. Hakuna anayemjua akiwa katika hali yake ya maumivu. Kisaikolojia, hisia za maumivu zisizotolewa huwa hapotei. Zinahifadhiwa, na zikijaa sana huja kwa njia kuu tatu. Moja, mlipuko wa ghafla. Mbili, kuondoka kimya kimya. Tatu, kujitenga kihisia kabisa. Ndiyo maana wakati mwingine mtu anayeonekana mtulivu kwa muda mrefu anaweza kufanya maamuzi ya ghafla sana bila maelezo. Jambo la sita, anachagua vita yake. Watu wanaovunga hawapigani kila jambo. Wanaweza kukaa kimya hata pale wanapoumizwa, sio kwa sababu hawajui, bali wameamua hilo halistahili nguvu yao. Hii ni maturity ya kihisia kwa baadhi yao. Lakini pia inaweza kuwa uchovu wa kihisia. Wamechoka kupigania kueleweka. Wamechoka kueleza hisia zao mara kwa mara bila kusikilizwa. Kwa hiyo wanaamua kunyamaza. Jambo la saba, akiamua kuondoka huwa harudi. Hii ndiyo point ambayo wengi huwa hawaioni. Mtu anayeongea kwa hasira akiumia mara nyingi bado anapigania kitu, lakini anayekaa kimya kwa muda mrefu akichoka anaondoka bila hata kuaga.
Hakuna matangazo, hakuna mabishano, hakuna kelele. Ni kimya kimya tu, na mara nyingi huo ndio mwisho. Tofauti muhimu ni nguvu au jeraha. Sasa kuna swali muhimu sana. Je, kujifanya haumii ni nguvu au ni jeraha lililojificha? Jibu ni hili: inaweza kuwa vyote. Kama unajua unahisi, unakichakata, kisha unachagua kuto react, hiyo ni nguvu. Lakini kama unafinika kila kitu kwa sababu unaogopa kuonekana dhaifu, hilo ni jeraha linalohitaji uponyaji. Kujilinda ni busara, lakini kujifunga milele ni kujitenga na maisha. Mwisho, kama unamjua mtu anayevunga, usiharakishe kumuita wa baridi. Huenda anapigana vita ndani ambavyo hujaviona. Na kama wewe ndiye wa aina hiyo, jiulize kwa uaminifu: unanyamaza kwa sababu umepona au kwa sababu umechoka kuumia? Kumbuka hili: kujifanya haumii kunaweza kukupa heshima ya muda mfupi, lakini kujielewa na kujiruhusu kupona ndiko linakokupa amani ya muda mrefu. Unyama wako unaweza kuwa nguvu, lakini usiache uwe gereza lako. Na hapo ndipo saikolojia ya kweli inapoanza, pale unapochagua sio tu kuonekana imara, bali kuwa mzima ndani. Huo ndio ukweli ambao wengi hawauoni. Kama wewe ni moja kati ya mtu wa aina hii, comment hapo chini nimejifunza. Lakini kama kuna rafiki yako na unahisi yuko hivyo, share video hii ili msaidie. Asante kwa kuitazama video hii mpaka mwisho, na kwa heri.